Kwenye maisha ya mtu, kitu ambacho kinakwamisha mafanikio ya wengi ni kukosa hali ya kujiamini na kuamini katika uwezo binafsi, na ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana, ukiachilia mbali kwa mtu binafsi, bali hata kwa bara zima la Afrika. Ni changamoto ambayo imekuwa ikitukabili kwanza kuanzia kwa watu wenyewe wananchi, mpaka kwa viongozi wanaozishikilia mamlaka zetu katika serikali na taasisi zinazo operate katika bara la Afrika. Ukisoma kwenye ajenda ya mwaka 2063 iliyoandikwa na baba zetu wale wana majumui, wanatuambia kwamba inatakiwa mpaka kufika 2063 kama tunavyoiona hapa imeandikwa ni Agenda 2063 the Africa we want. Hii kijitabu kinaeleza kwamba mpaka kufika mwaka 2063 Afrika ndio inatakiwa ni bara kiongozi linaloongoza kupita mabara yote. Ipite Marekani, ipite China, ipite Ulaya, ipite Amerika. Tukizungumzia dunia kiufupi, nielekea kwamba mpaka kufika mwaka 2063 tunatakiwa tuwe ndio bara kiongozi. Ndani ya hiki kitabu yameainishwa baadhi ya mambo ya muhimu sana ambayo mpaka leo bado nashangani kwa nini hajatokea. Kwa mfano, imeandikwa kwamba ilitakiwa mpaka kufika mwaka 2020 vita zote zinazoendelea barani Afrika ziwe zimekoma, tuishi kwa amani. Ya maana kwamba damu zinazomwagika huko Sudani kuwe na utulivu sasa, huko Kongo kuwe na utulivu sasa, na kila pahala watu waishi kwa amani, lakini mpaka leo bado haijatokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado viongozi wetu na sisi wenyewe wananchi hatujaamini kama kweli tunaweza tukajitegemea sisi wenyewe, na ndio maana wale ambao tunategemea kwamba tusaidie kutuliza vita ndio wanaozichochea vita wakati mwingine. Kwa hiyo cha kufanya ili kusudi tuweze kuifikia hii kitu, inatakiwa kwanza tujiamini sisi wenyewe kama wa Afrika. Uwezo tunao, maamuzi tunayo, rasilimali tunazo, na kila kitu ambacho ni cha muhimu tunacho. Nilishawahi kusema kwamba siamini kama kweli Afrika ni maskini, lakini tumepachikwa, tumebatizwa jina la maskini kwa sababu ya poor mentality. Yaani fikra za kimaskini ndizo zimesababisha sisi tukaitwa maskini. In fact, hakuna bara ambalo ni tajiri lituzidi sisi wa Afrika. Hakuna watu ambao wana rasilimali watu kuliko sisi wa Afrika. Tafuta takwimu zote za dunia nzima, inaonyesha hivi, Afrika ndio bara pekee lenye vijana. Bara la vijana tafuta duniani utawakuta ni Afrika. Na ndio maana unaona nchi kama za Ujerumani zinaweka ofa ya kwamba tunapokea raia wa kigeni wenye umri wa miaka 0 mpaka miaka 35. Wanatafuta nini? Wanatafuta nguvu kazi ya vijana. Lakini sisi Afrika tunayo nguvu kazi, yani kiufupi wengi hapa ni vijana wote. Wengi ni vijana. Zaidi ya 50% ni vijana. Na vijana ndio ambao wana uwezo wa kufanya vumbuzi, wana uwezo wa kufanya kazi, wana uwezo wa kufanya innovation mbalimbali. Ndicho kitu ambacho tunacho. Lakini si hivyo tu, sio rasilimali watu, hata rasilimali zenyewe tu za kawaida, mimea, madini, mito, bahari, viumbe vya majini, sisi ndio matajiri kuzidi wote. Lakini cha kushangaza ni kwamba miaka inakwenda, mikaka inarudi, hatufanyi chochote kile kutekeleza maono ya baba zetu wa taifa ambayo walikuwa nayo, ya kwamba mpaka kufika mwaka 2013 wakulima hatukutakiwa tena kushika jembe la mkono. Zaidi ya hapo, tulitakiwa tuwe tunatumia trekta kwenye mashamba. Hatukutakiwa tuwe tunatumia fimbo kwenye kupukuchua mahindi, maharage. Tuwe na mashini za kuchakata vitu vidogo vidogo hivyo. Hatukutakiwa kuuza rasilimali zetu zikiwa ni ghafi kuelekea magharibi, kuelekea China, kufanyeje. Tulitakiwa sisi wenyewe tuwe na viwanda vya kutengeneza bidhaa zetu sisi wenyewe. But until today hatuna chochote kile ambacho tunaweza kujivunia kwamba hiki ndiyo ambacho tunacho na kinatufanya sisi tuheshimike ulimwenguni. Zaidi ya yote, tunawaita ambao ni wageni, tunawaambia tunaombeni msaada. Ngoja nikwambie, ni wewe Mwafrika ambao unanisikiliza, na wewe Mtanzania, una cheo ama huna cheo, una ndoto ya kuwa mwanasiasa, huna ndoto, ni kwamba hakuna msaada ambao utamtoa mtu kwenye maisha umpeleke kwenye sehemu ya ukuu.
ambacho tunatakiwa kukifanya ni kwamba tupambane sisi kwa sisi, jino kwa jino, mkono kwa mkono. Waswahili walishasema kwamba mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Na kwa hiyo, kwa sababu hiyo basi ni nini? Mtaji wetu sisi wa Tanzania, mtaji wetu sisi wa Afrika ni nguvu zetu sisi wenyewe. Sio Mchina unayemwita kuja kujenga barabara, sio Marekani ambao unamwita kuletea teknolojia ya viwanda. Ni wewe na mimi, sisi ndio wakombozi wa hili bara. That's why nakwambia kwamba kwenye struggle za uhuru hapakuwa na Marekani ambaye alikuja hapa kustruggle kwa ajili ya uhuru wa Tanzania. Zaidi ya hayo, kulikuwa na Marekani, kulikuwa na Mbelgiji, kulikuwa na Ufaransa ambaye alikuwa anatetea maslahi ya nchi yake kuendelea kuwepo Afrika. Kwa hiyo sasa, kwa hali hiyo, hayo hayawezi kutokea kama mimi na wewe hatujakaa kwenye mstari mnyoofu wa uongozi. Hayo yote yatatokea ikiwa tutakuwa na uongozi imara, uongozi thabiti, uongozi wenye kujali watu, uongozi wenye kuhamasisha uvumbuzi, sio wenye kuhamasisha misaada. Miaka ya nyuma kidogo hapo, kwa kumaliza, nikwambia kwamba Tanzania tulishawahi kupata teknolojia ya kutengeneza magari ya kuzimia moto. Miaka ya nyuma, kipindi cha Mwalimu Kambarage Nyerere, waligomesha msaada wa kuleta magari, wakasema uwanja wa kimataifa wa ndege usifanye kazi kwa sababu hauna magari ya kuzimia moto. Mwalimu Kambarage Nyerere akawachukua vijana akawafungia ndani, akamwambia kaeni humo ndani, mtatoka humo ndani mpaka mtakapomaliza kutengeneza, mtakapobuni magari ya kuzimia moto, tuweke kwenye kiwanja chetu na ndege zifanye kazi pale. Baada ya hapo tulitengeneza magari yetu, na baadaye wakaona kwamba hawa watu wataacha kutegemea kununua magari kwetu. Walichokifanya, wakaita misaada ile teknolojia yetu ya magari tukazika. Hebu tufufuke, tutoke katika ufu wa fikra, tutoke kwenye ufu wa uvumbuzi, kisha tuje kufanya innovation. Nina imani na Afrika, nina imani na Tanzania. Siku moja tutasimama at the top of the world. Tukutane kwenye ukuu.